Bwana Yesu asifiwe na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kumekuwa na hali ya sintofahamu inaendelea kwenye mitandao ya kijamii, TikTok na mitandao mingine ambavyo uzao wa kiume unazidi kugandamizwa. Naweza nikasema ni ajenda ya kuzimu, ajenda ya shetani. Lakini tunaona sasa kuna hali ya kuvuka mipaka. Watumishi wa Mungu, msipolitazama kwa upande mwingine wa jicho roho, hakika tutaendelea kushusha na kupoteza thamani na umuhimu wa mwanaume katika familia, katika jamii na katika taifa kwa mwanaume ni mwanaume. Kumekuwa na mafundisho ambayo yanaendelea, wanawake kudharau wanaume zao, wanawake kuamini kwamba pesa ni kila kitu. Niko hapa kulingana na kukemea kama mtumishi wa Mungu, lakini pia kuelimisha namna gani wale ambao tunataka tuendelee kuishi kwa amani, lakini tuendelee kuona mkono wa Mungu ukitubariki na kututetea, tunapaswa kuwa upande gani. Niko hapa kukuonesha njia hiyo. Kwanza nataka nikwambie, niwakumbushe, ukisoma kitabu cha Mwanzo, siku ambayo Eva ama Hawa alikubali ama alidanganyika na shetani, akasahau yale maagizo ambayo alipewa na Mungu kwamba wasile matunda. Unaweza ukaona hapa Eva alipokula tunda lile ambalo shetani alimlaghai la ujuzi wa mema na mabaya, mbingu hazikushtuka, dunia haikushtuka, mbingu ilikuwa kimya, ardhi ilikuwa kimya. Lakini pale alipopelekewa Adam, yani mwanaume, akalila tunda, mbingu ilitikisika, ardhi ilishtuka, Mungu akashuka moja kwa moja. Ndio maana ukisoma maandiko, Mungu akamuita Adamu, Adamu uko wapi? Mungu akusema Eva uko wapi? Kwa nini? Mwanaume ni mwanaume, kuna umuhimu mkubwa, kuna siri kubwa Mungu ameiweka katika mwanaume, kiumbe kinachoitwa mwanaume. Kwa hiyo ni wakati wa sisi wanawake, watumishi wa Mungu, ama watumishi wa Mungu wote, hata wanaume watumishi wa Mungu, kusimama na kuelimisha hiki ambacho shetani anatumia kama ajenda kupitia watu bila wao kujua ama kwa kujua, kuendelea kuondoa thamani ya mwanaume. Mafundisho tunasikia watu wanasema kwamba pesa ni kila kitu, kwenye ndoa sijui usimuoneshe mume wako mali, ukinunua viwanja usimuoneshe mume wako sijui ni nini. Sasa nataka nikwambie, hiyo ni familia ama ni kikundi cha kikoba kimejificha kwa name of ndoa? Hapana, ndoa haiko hivyo. Lakini pia kuna dhana wengine wanakuwa wameumizwa. Ni kweli kuna watu wanakutana na watu ambao ni wahovyo sana. Sasa kuna wengine wanatumia testimony zao kuhalalisha kwamba wanaume wote ni wabaya. Mimi nakataa, sio wanaume wote ni wabaya, kama ambavyo sio wanawake wote ni wabaya, kwa sababu wapo wanawake wanafanya vitu vya hovyo na wapo kweli wanaume wanafanya vitu vya hovyo. Lakini isionekane kwamba ni wanaume wote wako hivyo, basi kwa sababu wewe umepitia maumivu fulani unataka yani kila mtu afate ushauri wako kama kujiami. Tena wengine wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Na kataa kwa jina la Yesu, sio wanaume wote ni wabaya. Sasa Biblia imesemaje kwa aina ya mafundisho ambayo jamii inapokea, ama wamama wenye umri kama huu ambao tunawaona na wengineo wanafundisha hichi kizazi cha Gen Z katika ulimwengu wa roho na mwili? Ukisoma kitabu cha Tito 2 sura ya Tito 2 mstari wa 3, Biblia inasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Biblia inasema hao wazee wa kike ndo kama aina ya wamama kama design wale mliowaona na wengine kama hao. Biblia inasema ili wawatie wanawake vijana akili. Wanawake vijana ni kama mimi na wengi ambao tuko nadhani 30 kushuka chini, ama tunaweza kusema kuanzia 35 kushuka chini, ndio tunaitwa wanawake vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Mstari wa 5, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Kwa maana yake, kumbe kuna aina ya lifestyle tunaweza tukawa tunaiishi sisi watumishi wa Mungu, ama sisi ambao tunasema tumeokoka, tunalitukanisha jina la Mungu. Biblia imesema tufundishe mema. Wazee wa kike mtufundishe mema, tuwatii waume zetu wenyewe, tuwapende watoto wetu, tuwe na moyo wa kiasi, tufanye kazi majumbani mwetu, ili neno la Mungu lisitukane. Umeona? Maana yake kumbe hata kufanya kazi, mwanamke ni lazima ufanye kazi nyumbani kwako, lazima upike, lazima ufanye usafi. Sasa nimeona eti clip zinasambaa, mtu anakuambia mwanaume hana umuhimu, mume hana umuhimu, kama pesa ni kila kitu. Pesa sio kila kitu. Unaweza ukawa na pesa sawa, lakini pesa hainunui kila kitu. You can buy a house but not a home.
Unaweza ukawa na pesa ukanunua kitanda lakini si usingizi. Unaweza ukawa na pesa ukanunua saa lakini sio muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa sio kila kitu katika maisha. Lakini Biblia imezungumzaje kwa habari ya umuhimu wa ndoa, umuhimu wa mwanaume na mwanamke katika agano? Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 ule mstari wa 2, Biblia inasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na hivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mstari wa 4, Biblia inasema, mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Sasa hapa maana yake kiburi utakiwi kuwa nacho hata kama una pesa. Maana sikia, ukiwa na pesa unakuwa jeuri, unaweza kufanya chochote. No. Una amri juu ya mwili wako. Mume wako akikwambia sitaki uvae miniskirt, usivae. Mume wako akikwambia sitaki uvae suruali, usivae. Mume wako akikwambia sitaki usuke nyoa. Biblia ndio inasema hivyo kwa sababu huo mwili sio wa kwako, ni wa mume wako. Na pia mwanamke, mwanaume, mke wako akikwambia sitaki uvae mlegezo, usivae. Sitaki uvae modo, usivae. Sitaki unywe panki, sitaki unywe kiduku, usifanye. Sitaki kitambi kikubwa, sitaki msikilize, kwa sababu huna amri juu ya mwili wako. Lakini kwenye habari hizi za kuachana, nimeona watu wanasema, unajua kuachana, ukiona mtu anakuzingua achana naye ukiwa na pesa. Mimi nakwambia, ukiwa na pesa haikupi garantii wewe ya kwamba eti ili uishi maisha ya furaha kwamba ndio utakuwa na huyu. Huwezi kuwa na amani, zaidi unajichafua. Biblia imezungumziaje? Ukisoma kitabu cha Marko, tena Yesu mwenyewe aliulizwa. Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Marko 10 tuanzie mstari wa 2, Biblia inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Yesu sasa ndo anajibu. Biblia inasema mstari wa 4, wakasema Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia hili, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, nao hawatakuwa wawili tena bali watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 10, Biblia inasema, hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Kwa hiyo mkiendelea kupokea haya mafundisho, ukamwacha mume wako, ukasema kwa sababu hivi na hivi, ukaenda kwa mwanaume mwingine ama kibentena au whatever, maandiko yanasema unazini. Tena ni Yesu mwenyewe ndo alitamka kauli kwamba unazini. Au ukimwacha mke wako wa ndoa, ukaenda huko ukafanya ambao unafanya, unahesabiwa unazini. Haijalishi. Na tumeona sana hata kuna wengine, baadhi ni wachungaji, tumeona wanavunja maagano, wanafanya hivi, wanaoa wanawake wengine ama wanaolewa na wanaume wengine. Bado mtaendelea kuhesabiwa wazinzi according to the Bible, kama neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo niko hapa kuwaambia nyinyi ambao mnaendelea kujifanya mnatoa mafundisho, mimi niwaambia hata wasikilizaji, walaji mnaopokea hicho chakula cha mafundisho, si kila mafundisho ni mafundisho. Mimi ndio maana nawarudisha sana watu kwenye msingi wa neno la Mungu. Pendeni kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Lakini mwanaume ni mwanaume. Haijalishi una pesa, haijalishi una majumba, haijalishi unamiliki meli, haijalishi una mabilioni ya fedha, mwanaume ni mwanaume.